Baba salamu. Umeamkaje? Maisha tutaendelea kuishi mpaka lini? Kwa nini unajaribu kuumiza moyo wangu? Mimi sipendi. Na sio kwamba ni mimi nimepanga. Yote ni mipango ya Mungu. Jaribu basi kuangalia upande mwingine. Kuwa unalala nani na unaamka na nani? Tutaendelea kuishi kama umbo mpaka lini? Mume wangu. Sada, mwanzo leo na mwisho leo, kusikia jina mume wangu limetoka kwenye kinywa chako. Nadhani hujui jinsi gani ninavyojisikia kwenye moyo wangu. Kuna muda mpaka najuta. Kwa nini nilianzisha safari mimi na wewe? Natamani kitabu tulichokiandika mimi na wewe tukifunge. Sada, mimi sio mjinga. Mimi sio mpumbavu. Kuna muda natamani nikitoka kazini nicheze na familia yangu. Nicheze na mwanangu. Hivi unadhani mtaani una mtu anaitwa Baba Asmani, mwingine Baba Angela, mimi nimebakia na majina mawili tu, mume wangu pamoja na Kunambi? Au unadhani ni furaha gani ambayo napata kwenye moyo wangu? Au unadhani kuna kitu gani ninachofeel mimi kwenye maisha yangu? Naumia Sada. Unamaanisha nini? Lakini si umenioa? Sada, unajua nini maana ndoa? Ndoa ni heshima. Ndoa ni baraka. Lakini nilikuwa wewe, nilijua utanipa heshima na baraka. Lakini hivi vitu vyote sikuvipata kwenye maisha yangu. Tuletwa duniani ili mradi tuzaliane Sada. Hakuna kitu ambacho kinachoumiza kuwa nimenunua shamba, nimeweka mbolea, nimeweka mazao. Mwaka wa 4 sasa, siku zinazidi kwenda. Sijaona dalili yoyote ile. Kula embe, kutema mate, kulamba hata limao. Hivi unadhani najisikia hali gani mimi? Kuna muda najuta Sada. Natamani uniache tu na maisha yangu. Nifezea na aibu mtaani nikipita ninyoshiwa vidole na chekwa. Kuna muda najisi kama mgonjwa. Lakini nilienda kupima nipo vizuri. Ni bora ungeniambia Sada, kama una uwezo kuzaa mtoto. Nisingefanya harusi. Nisingekodisha magari kuwapandisha watu. Kisingepigwa chakula watu wakala. Kuliko kunilipa upuuzi na upumbavu ambao kila siku naendelea ndani. Lakini sio mipango yangu mume wangu. Sio kwamba niwe peke yako naumia. Hata mimi naumia pia. Sio kwamba mimi sitaki kupata mtoto. Naelewa nijisikie unavyojisikia, lakini baba yangu, basi tuonyeshane support. Ukiwa unanichukia hivyo, mimi nitafanya nini? Jaribu kuangalia basi kwa upande mwingine na kuomba. Haye, you go remember me. Haye, utanikumbuka. Haye, you go remember me. Haye, utanikumbuka. I gave you my life, I gave you my soul, everything about me. Baby, you know, nilikupenda sana. Mwenzenu nimevuna maboga shamba la pilipili ndo nawaza.
punda kumbe mateke. Nimepota jangwani, sina ramani, sijui pa kutokea. Mizani ya mapenzi hivi ni aje unapima eti? Nilijinyima nikampa haridhiki, kanika isafiki kwa jiki. Tabia yake hiyo habadiliki. Nini mimi? Kwani kila siku mimi ile furaha nilitegemea kwa mke wangu, kwa nini nakosa? Kuna muda na mimi natamani kuitwa baba, natamani kucheza na familia yangu. Kwa nini kila siku mimi sina furaha, sina amani katika ndoa yangu? Ina maana nilipaswa nisioe. Sasa yule mwanamke ana faida gani kwenye maisha yangu? Mola, naomba uniunge mkono na mimi, kwa sababu nina mtihani mzito sana kwenye maisha yangu. Ya Rabbi, nakuomba, maana wewe ndio mjuzi wa kila jambo. Naumia sana. Okay. Mbona mpaka sasa hivi mume wangu hajarudi? Atakuwa na tatizo gani? Na mbona wala hajanipigia hata kunitumia meseji? Mungu, naomba nilindie mume wangu, kwani yeye ni mtu wa pekee kwangu, sina mwingine zaidi yake. Najua itakapopata matatizo wakulaumiwa itakuwa ni mimi pia, kwa maana nitakuwa sipo makini juu yake. Ya Rabbi, mwangalie mume wangu alipo na aweze kurudi salama. We kaka. Hey. Umenifanya nini? Na wewe ni nani?
Na hapa nimefikaje? Ina maana kaka, pombe zako zikikusha kichwani ndio unakuwa mjinga hivyo? Nisikilizeni nikwambie. Nitakupiga makofi sasa hivi. Umenifanya nini? Na wewe ni nani? Na hapa nimefikaje? Jana ulikuwa umeelewa sana. Na ukanikuta kwenye biashara zangu. Umeninunua mimi barabarani. Nikakubadilika nikakuleta hapa kwangu. Sasa unachoshangaa ni nini? Alafu tu unanizabua. Huu ni ndani mwangu na hauwezi kunizabua chochote. Naweza nikakufanyia kitu chochote ambacho nahitaji mimi. Sawa? Yaani mimi ndo nilikuwa nimeelewa. Na nimekununua wewe. Nisikilize nikwambie. Usinione michizi. Na akili zangu timamu. Toka nizaliwe usije kunywa pombe mpaka sasa. Mpaka nafika umri huu. Sio unanielewa mjinga? Niambie ukweli. Nimefikaje hapa? Na umenifanya nini? Na wewe ni nani? Sitaki upumbavu. Mimi chizi mwenzio. Masuala drama zako sio nilikuwa nimelewa nimekununua sitaki kabisa kusikia. Yaani usinisimulie story ambayo siifahamu. Yaani sitaki kabisa kusikia hizo story zako. Sitaki. Alafu kaka, kichwa chako kina mazongo, si ndio? Unafanya kitu alafu unajifanya unasahau. Naomba usijisaurishe. Au itakuwa kweli? Basi hapo. Akita kuna bodi kwa umbo. Wifi. Mbona mwana sebuleni? Mshagombana na kaka tena? Hapana wifi yangu. Kwani kaka yako hajarudi? Hapana, sijamuona. Kwani hajalala nyumbani? Hajalala. Nimpigie simu yako kamuulize. Ndio, nimempigia simu, lakini hapatikani. Wifi. Vinavyoendelea humu ndani naviona. Ila nilikuwa navumilia. Hiyo sasa nimeshinda. Nitamsubiri kaka akirudi nitaongea naye. Kila kitu kinachoendelea humu ndani. Nimechoka kuvumilia wifi yangu. Hapana wifi yangu. Wale hawapaswi kufanya hivyo. Hapana. Nitafuta haki yako ili. Wifi yangu, yule ni kaka yako. Na hauwezi kukaa naye chini kuzungumzia mambo yetu. Sihitaji ugomvi kati yako na kaka yako. Nakuomba tafadhali, usifanye hivyo. Hapana. Akirudi nitamweka chini nitazungumza naye kama mtu na mdogo wake. Kwa sababu hatua anayofanya kulala nje imezidi. Imepita kikomo. Eti mama wangu. Naomba uniambie, jana umelala wapi? Kwani mimi ndio ndogo? Hausina akili timamu? Hau nitaenda kulala kituo cha polisi? Hau akili zangu zimepungua niende kulala hospitali? Nimelala ndani. Nisikilize nikwambie mwanamke. Hebu kuna muda ukiliona nimekaa mwenyewe niache. Usinifuate na kuweza kunisumbua basi. Yaani ungekuwa unajua roho yangu. Haki Mungu hivi. Usingejaribu hata kunisogelea. Yaani nakuchukia. Haichi, nakuchukia. Kuna muda
Natamani niende nawe bichi baharini. Nikakutupe upotelee uko uliwe hata na baba. Alafu ningejua jinsi gani ningeeleza serikali. Ningeambia umepotea. Watu wazima hapo wanapotea. Wanapotea, umepotea tu. Hao ungekuwa karibu yangu ni unanuna mimi sawa sawa na simba. Tuko mbugani wewe ni swala. Yaani ukiniona unaona kama nataka nikukule, nikomeze. Wewe uko unaniacha kabisa, unaniacha kabisa maisha yangu unaniacha. Lakini mume wangu, mimi ni mkeo. Napaswa kujua umeenda wapi na umelala wapi. Vyote hivyo ni haki kwangu. Nisamehe mume wangu kama nimekukosea. Naomba unisamehe. Kwa maana naonekana kufuatilia sana babangu. Liza. Ukiona isura kama mwana mdogo. Sio leo. Nilikwambia jana asubuhi kabla sija kazini. Ukome kuonyesha mimi mume wako. Pumbavu kubwa wewe. Koma. Taki pumbavu hata mara moja. Shenzi. You go remember me. Haiye, utanikumbuka. Haiye, you go remember me. Haiye. Nakusikiliza mdogo wangu. Kaka, hivi unajua unachofanya sasa hivi unanikera mdogo wako? Mdogo wangu. Unamaanisha nini kusema ninachofanya na kukera? Hivi unavumwendesha hivi wifi, wewe unafurahia? Unavumwacha wifi kwenye kochi, analala peke yake usiku analiwa na mbu. Wewe unaenda kulala nje unarudi asubuhi. Unaona iko sawa? Mdogo wangu. Wewe bado mdogo hujui nini maana ya ndoa. Ila siku ukijua nini maana ya ndoa, utajua mimi namaanisha nini. Nadhani unajua vizuri kaka yako. Sijawahi kumpiga mtu. Sijawahi kumnyanyasa mtu. Wala sijawahi kunyanyua mdomo wangu kumtukana mtu. Kwa nini kwa hivi yako natoa maneno makali? Maneno machafu? Sio kama napenda mdogo wangu. Sio kama napenda kumnunia wala kumtukana. Na sio kama napenda mimi kulala nje. Lakini siku moja ungejaribu kuvaa mimi viatu vyangu. Sidhani kama ungeweza kuniita hapa na ukaniambia mimi nakosea. Hizo tuhuma za kukosea zote ungempa wifi yako. Nisikilize Lisha. Sio kama simpendi wifi yako. Nampenda sana tu. Sana, Mungu wangu shahidi. Lakini vitu anavyovifanya mimi vinaniumiza. Ungeingia ndani moyo wangu. Ungeona ni maumivu kiasi gani ninayopata. Labda nikuulize swali moja. Hutamani kuitwa shangazi? Utamani kucheza na watoto wa kaka yako mwandani? Hii nyumba kubwa sio kwa ajili ya kukaa mimi wewe na wifi yako. Mimi sio mjinga kutengeneza vyumba vingi, sio mpumbavu mimi. Ni kwa ajili niwe na familia. Nikae na wanangu. Nicheze nao. Kuna muda natamani nitoka kazini nacheza baba pipi, baba zawadi, baba hujaleta hichi, nasumbuliwa sikukuu, baba ngoja sikukuu, baba ada. Kwa nini sipati hizo haki mimi kama mwanaume? Kwa hiyo kaka, unaviona hilo ndo suluhisho? Kwenda kulala nje kurudi asubuhi. Unapopata wewe tatizo nje, mimi lazima nitaumia kama mdogo wako. Wewe ni damu moja, damu nzito kuliko maji. Siwezi nikaacha wewe umie, nadhani mimi nipo. Sitaki hiyo tabia. Naelewa mdogo wangu. Damu nzito kuliko maji. Lakini kuna muda ungejaribu hata kuvaa viatu vyangu ungejua ni gani ambayo napitia. Naumia mimi. Sio kama nafanya kwa kupenda. Namisi iwe hivyo. Natamani lakini sijui nifanye nini. Sielewi. Hivi unazini mume wangu? Mimi napenda kuishi hivi.
Au nadhani mimi natamani kuishi maisha ambayo naishi humu ndani? Mimi mwenyewe naumia. Sio kama sitamani kupata mtoto, natamani sana tu. Natamani na mimi kuitwa mama. Angalau kwa nini kazini niache na watoto wangu nacheza nao. Lakini kwa nini kila siku nahitaji support yako? Na huwezi kunipa. Why? Kwa nini unajaribu kuniumiza mume wangu? Kama basi kuna kitu ambacho umekikosa zaidi kwangu, niambie nikiongeze. Unanifanyia hivyo. Basi kama unipendi niambie. Kama unataka niondoke kwako, nipe talaka zangu mimi niondoke. Kwa nini mimi niendelee kunyanyasika? Mbona ninyanyasa lakini? Sio mimi nafanya hivi kwa kupenda. Mimi sio kama nafanya hivi kwa kupenda. Sio kama nafanya hivi kwa kupenda. Lakini moyo wangu unagoma. Jinsi kama nimechanganyikiwa, sio kama sikupendi, anakupenda sana. Nakupenda mimi. Tumefanya vipimo vyetu. Kwa vipimo tulivyochukua, mwanamke wako hatakiwi kupata stress ya aina yoyote ile. Kwa sababu pale utapompa stress, inaweza likajitokeza swala ambalo litakuweka katika matatizo. Pale utakapompa stress, utamweka katika matatizo. Kwa hiyo cha kufanya, anatakiwa afanye mazoezi, ale kwa wakati, na apate matunda. Ukifanya hivyo, hali yake itakuwa poa sana. Na atakuwa katika afya ambayo inayohitajika. Umenielewa? Sawa daktari. Mimi nimekuelewa. Lakini kuna jambo moja nilitaka nikuulize. Paka unasema kuwa sitaki kumpa mawazo kwa sababu nitampa stress. Ongeza kuniambia ni ugonjwa gani ambao hanao? Yaani ninachokimaanisha hapa, mwanamke wako ni mjamzito. Wewe daktari, unasema kweli? Daktari, hujapima vipimo vyako vizuri. Masuala ya utani kwenye kazi mimi sipendi. Umepima vizuri kweli? Nina uhakika na hivyo vipimo. Na nimefanya vipimo vyote vile. Na ndio maana nakupa jibu ambalo lipo sahihi. Na uhakika nao. Asante sana daktari. Yani daktari. Daktari, kusema kweli mimi, sawa, huyu mwanamke wangu toka nimemuoa, ni mwaka wa 4 sasa. Hatujawahi kupata mtoto. Hajawahi kupata mimba yoyote. Nimempeleka kwa mganga, nimempeleka hospitali, nimempeleka hadi kwa wachungaji kuombewa daktari. Yani leo hii ndio nimeamini kuwa wakati wa Mungu ukifika, umefika. Usijali kuna. Sema kikubwa cha kufanya. Unajua wanawake wakiwa katika hali hiyo, huwa kuna vitu ambavyo wanavipenda na vingine hawavipendi. Kwa hiyo usije ukaona amekufanyia kitu ambacho wewe haukipendi, ukafanya kitu ambacho kikamweka katika matatizo. Kwa hiyo usiwe na hasira za ovyo ovyo. Unatakiwa uende jinsi anavyotaka yeye. Na utapata mtoto ambaye ana afya njema na atakuwa mtoto mzuri sana. Yani daktari, nitapata mtoto leo nenepa, mzuri, kibonge, anacheza kafana babake. Yani kama anajiona hivi, yani nimempakata mtoto wangu. Ya Mungu. Ya Mungu mengi. Haye, you go remember me. Haye, utanikumbuka. Haye, you go remember me. Haye, utanikumbuka. I gave you my life, I gave you my soul, everything about me. Baby, you know
mwenzenu nimevuna maboga, shamba la pilipili ndo nawaza. Shukuru ya punda kumbe mateke, nimepata jangwani, sina ramani sijui